Fellow Kenyans, I've been trying to analyze Kasongo, and this is my view. Kasongo hakuwa amefikiria atashinda elections za 2022. He never even thought he would become the president of the Republic of Kenya. Remember, the system and the deep state was against him. So yeye tu alikuwa anajaribu hapa na pale. Lakini somehow akashinda with just 200,000 votes. Akajipata amekuwa president. Lakini sasa yeye ukumbuke hakuwa anadhania atashinda. So ameshakuwa president. I think sasa alianza kushangaa. I'm the president. Sasa nifanye nini? Unajua kusema President Ruto. It was sounding so unreal. But that was the reality. Ameshakuwa rais. Sasa akaanza kujiuliza mimi nifanye nini sasa? This guy is not a leader. He is a politician. Hata ukiangalia kule nyuma wakati he was the member of parliament wa Eldoret North, hakuna kitu alifanya cha maana. Wakati alikuwa deputy president tangu 2013, isipokuwa tu kutangatanga Mount Kenya wapi trying to demonize his boss Uhuru Kenyatta. Hakuna kitu kingine cha maana alifanya. So amejipata he is the president. Na hapo I think ndipo akaona wow, this is a good chance to enrich himself. Na ndipo unamuona aende mahali hakuna mapeni. Si umemuona saa hii ameenda ako pale kwa ile story ya Nairobi Hospital, because Nairobi Hospital makes billions of money every month. Akatoa NHIF akaweka SHA. Hiyo SHA hakuwa anaweka hapo imsaidie. Wakenya wanalalamika SHA haiwork nini. Kasongo hakuwa amekuja kuwa serve. Yeye hata hakuwa anajua atakuwa president, amejipata tu. So hii SHA akimake kila mtu pale Mkenya atoe shilingi zake 500, 300, 600, 1000 walipe SHA. Then he makes billions of money. And that's why unasikia 11 billion hazijulikani zilienda wapi. Tena anakaa anaanza kuona wow. It's my time now to tour the world. Si kama leo ameanza safari between leo March na pale June atakuwa masafari. Ame-line up 11 foreign trips na akaongezea pesa. Kitambo budget yake ya kwenda hizo foreign trips ilikuwa inatumia 1.8 billion. Saa hii ameiongezea from 1.8 billion to 3.1 billion. Hii msi hataki kuwa billionaire, ashapita huko. Anataka kuwa, I think he is aiming to become one of the richest men in the world. He want to compete with kina Elon Musk. Yani anang'ang'ana, lakini sasa ubaya anataka ku-enrich himself. Anataka afike hapo to be the richest man, not even in Africa, maybe in the whole world, using our taxes. Anataka kutumia damu yetu, anataka kutumia jasho letu. So hawa watu hata wanapayuka huko two term. Unajua mtu hata ayuko hapo akikufikiria, he doesn't have you in mind. Hata hafikiriangi ya story zenu nini. Yeye ako hapo kujitajirisha. Na ataingia kila sector. Hata hii yenye inashinda hapo affordable housing ako hapo. Na mmesikia haya kampuni zake ndizo zina supply hizo tiles, hizo building materials na kila kitu. He's there to make money. Hayuko hapo to serve. And you see, a president anafaa akuwe a servant of the people. But he's not there kuserve watu. Power is borrowed. He borrowed power from you people. Hakuwa nadhania ataipata, but kibahati akaipata. Akishaipata bas. Na sasa chenye tu kinaweza tusaidia sisi kama Wakenya tujikomboe. Ni sisi wote Gen Z, millennials, baby boomers, Gen X, sisi wote generation zote. Hata ni wenye tu Gen Alpha ni watoto. Kila mtu mwenye ako above 18 tukue kadi. Our language niko kadi. Kuwa kadi. And make sure that uko kadi mahali utaweza kuvote comfortably during elections. Usikue tu uko kadi alafu ishie hapo. Huyu msee lazima tumpeleke home. Na tukisema tuko kadi is equivalent with Ruto must go. There is no two way about that. Ruto must go. Kasongo must go. So Kenyans, we need to come together and correct this mistake once and for all. We need to correct the wrongs.
tukue kadi. Ukienda ushago, ukienda kila mahali, tuko kadi. Let us save these Kenyans. For any Kenyan who cares about the future of this country, any patriotic Kenyan, lazima akue kadi. Alafu hapo mwisho tunasema nini? One term siku zote.